Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Aliyesimama mbele yako ni mwenyeji wa kijiji hiki. Jina langu naitwa Pascal Ibrahim Daniel. Amen. Amen. Ni mchungaji wa kanisa moja zuri kabisa linalopatikana maeneo ya Mgumu, sehemu moja inaitwa Robanda. Amen. Amen. Niko pale ninamtumikia Mungu aliye hai. Nikiwa ni mshirika wa kanisa hili ambalo linapiga hapa injili. Bwana Yesu asifiwe. Neno moja ninalotaka kukutangazia kabla sijaendelea. Nikwambie jioni ya leo Mungu anaenda kufungua watu. Sema amen. Sema amen. Watu wanaenda kuwekwa huru. Sema amen. Kwa sababu Yesu wetu yuko hai. Kwa sababu Yesu wetu amefufuka. Kwa sababu leo ni Pasaka. Amina. Ujumbe ninaokuletea jioni ya leo, wakati bado naendelea kujitambulisha, unasema kila ukionacho kinapita. Amen. Kila ukionacho kinapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji sijaja naye, nimemwacha. Amen. Ila bado sijaoa. Pigia Yesu makofi. Nitaenda kusoma katika kile kitabu cha waraka wa pili wa Petro, ile sura ya 3, kuanzia ule mstari wa 8 hadi mstari wa 13. Sema amina. Biblia inasema, lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia ya namna gani katika mwenendo mtakatifu na utaua, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu katika kuihimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili vikiteketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Funika macho yako. Baba Mungu, ninakushukuru tena kwa neema hii. Bwana, ninaungana na ombi la mtoto wako aliloniombea tena jioni ya leo. Ninaomba uwepo wako uniatamie tena Mungu katika viwanja hivi. Uwezo wako utendao kazi Bwana kupita akili za wanadamu, ukafunuliwe Bwana katika injili, katika mazirisho na uweza, ukapate kuwafungua watoto wako, ukaokoe katika jioni ya leo. Ni katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaangalia kwamba kila kitu unachokiona katika ulimwengu huu kinapita. Mwanadamu aliyezaliwa anapita. Tunaondoka kutoka katika ulimwengu huu. Lakini hata majumba yanayoonekana, ipo siku hayatakuwepo tena. Bwana tusaidie. Lakini lengo unatakiwa kujua ya kwamba
ndilo jambo la msingi mwanadamu yoyote anatakiwa kulifahamu katika nyakati tunazoziishi tukiwa hai. Amen. Tunapojua ya kwamba tunapita, lazima tujue tunapokufa tunakwenda wapi, na kama huko tunakokwenda, je, ni salama au kuna hatari? Na kama kuna hatari, tunaepukaje hiyo hatari? Na kama ni salama, mahali ambapo ni salama tunafikaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimekuletea ujumbe unaosema ya kwamba kila kitu kionacho kinapita. Amen. Injili tunayohubiri ina mwisho wake. Mwisho wake ni siku ambayo Yesu atakuja kulichukua kanisa. Yesu atakapokuja kulichukua kanisa, kila mtu aliyekuwa ameokoka atakwenda pamoja na Kristo. Sema amen. Tutamlaki Bwana mawinguni. Tutakaa naye Bwana katika hayo mawingu kwa muda wa miaka 7. Wakati hapa duniani kitakachokuwa kinaendelea, kutakuwepo na wakati unaoitwa ni wakati wa ziki kuu. Amen. Ninaposoma Biblia inasema hicho kipindi au huo wakati au hiyo ziki, tangu kuumba misingi ya ulimwengu haijawahi tokea ziki kuu ya namna hiyo. Amen. Dunia unayoiona imewahi kupita katika vipindi tofauti tofauti vya mateso ambayo Mungu aliamua